mtazamaji wetu Gospel Media. Once again tumerudi. Usisahau nilikuwa na mimi Patricia Loveness, tena upo naye hapa mbele yako. As the way tulikuwa huko tuliona vitu vingi tofauti. Sasa hapa tumekuja kuongea na mheshimiwa. Kwa hiyo acha tumsikilize mheshimiwa. Shikamoo baba. Marhaba. Kwema? Kwema kabisa. Naitwa Patricia Loveness. Unaitwa nani baba? Ya, mimi naitwa Dr. William Yango. Okay, Dr. William Yango. So Mr. William, katika pitapita zetu tulikuta kule kuna kina mama ambao wanapika, watoto wanazunguka, na yani kulikuwa vitu tofauti sana, so we don't know exactly what is going on. Unaweza mkatuelezea kinachoendelea sasa kwa kina ni kitu gani? Ya, ni kweli kama ulivyosema, leo kabisa ni siku ya shamra. Siku ambayo watoto wanakuwa wanaingia ndani ya camp. Okay. Tuna camp ya watoto ambayo tunaifanya kila mwaka wakati watoto wamefunga shule. Unaona, watoto wanasoma mwaka mzima, akili zimechoka, wamefanya kazi nyingi sana, na hivyo wanahitaji kupumzika. Na kulingana na mazingira yetu hapa kambini, inakuwa vigumu kabisa hawa watoto kupata muda wa kupumzika. Na hivyo sisi kila mwaka huaga tunawaweka ndani ya kambi ya watoto. Kila wakati wanajifunza maneno ya Mungu, wanajifunza tabia za kuishi, wanakula chakula ambacho ni muhimu sana kwa kujenga miili, alafu wanalala pamoja, wanacheza pamoja, wanafanya competition mbalimbali ya kujibu maswali ya Biblia, ya kuweza kusoma nani anaweza kuwa wa kwanza kupata verse ndani ya Biblia na kuisoma vizuri, nani anaweza kumemorize scripture verses mengi katika Biblia, na pia kujibu maswali, kugundua vipaji wako navyo vya kuimba, vya kucheza, kuchora. Kwa hiyo hizo ndizo kazi tunazozifanya kila mwaka, na mwaka huu tumeweza kuhosti watoto 500. Okay. 500 children ambao wameingia kwa kambi ya mwaka huu, na katika kambi hiyo wanakuwa pia na wageni wengi wanakuja wa serikali. Kuna mapolisi tunawaalika kwa kulinda usalama, kuna madaktari kutoka hospitali wanakuwa humo ndani kwa ajili ya kuweza kutunza watoto wale ambao watakuwa na magonjwa, alafu wanakaa ndani karibu siku 6 wakiwa ndani. Na mtazamaji, I think umeona kile kinachoendelea na umesikia kabisa kwa kina tulipoanzia na tulipo. I think umeweza kusikia at least. So usitoke hapo, tuendelee kusikia na tuendelee pia kujua mengi zaidi. Dr. William, nataka kujua hii project imeanza mwaka gani? Ya, project hii tuna zaidi ya miaka 7 sasa. Okay. Tunayoifanya, ingawa mwanzoni tulianza kwa hatua kidogo sana, na kadiri miaka inavyoenda tulianza na watoto 50 au 15 kwa mara ya kwanza, lakini ilikuwa vigumu wazazi kukubali watoto wao kuja walale nje ya manyumba yao, na hivyo iliwafanya kuwa na uoga, wanafikiri juu ya usalama. Lakini kadiri kazi iliendelea, wazazi walianza kupata imani na sifa za watoto walivyozipeleka, jinsi wamekula, jinsi wamepewa, wametunzwa. Hivyo ilianza ongeza. Kwa mwaka wa pili tulipata watoto 115, tukafika mwaka mwingine tunaanza pata watoto 300, na mpaka kufikia watoto 500 kwa mwaka huu. Imekuwa kwa sababu tumeweza kulimit number, vinginevyo tungekuwa hata na watoto 2000, lakini kwa sababu ya uwezo wetu hatuwezi kuwalisha watoto 2000 kwa siku 6 wakikaa sehemu moja, na ilikuwa vigumu, ndio tunafanya selection. Kwa hiyo sasa kitu ambacho nataka nijue, kwa sababu everything in this world ina changamoto yake, na kitu gani ambacho labda ni changamoto ambacho kinakupatia changamoto sana kwenye project yako? Ya, ni kweli changamoto kwa project kubwa kama hii haiwezi kukosa. Ya, tuna changamoto nyingi sana.
Mfano, tuna shida kwanza kwa upande wa shule, tuna majengo ambayo haitoshi kwa sababu tumesajili watoto. Wazazi walivyoona jinsi inavyoendelea na elimu ambayo wanaipata hapa, kwa hiyo waliendelea kufurahi na kuanza kuleta watoto kwenye shule yetu. Na pili, tuna changamoto nyingine tunapokuwa ndani ya kempu kama hii. Unajua, kukulisha watoto 500 sio rahisi kabisa, inahitaji pesa nyingi sana, na wanakula chakula ambacho ni kizuri. Kama asubuhi wanapaswa wapate chai ya maziwa, mkate ambao umewekwa kama unavyoona hapo, kuna siagi, kuna peanut butter, wanakunywa maziwa ya cremola ya nani, alafu wanapata majuisi, mchana wanakula wali kwa kuku. Kila mtoto lazima, unajua kwetu Afrika kuku moja wanakula familia ya watu 10, familia ya watu 20 wanachinja kuku, na siku hiyo wanajua tumepata mlo mzuri sana. Hebu fikiria watu 20 wagawe kuku mmoja, watoto wengi wanaishia harufu ya kuku, wanakula tule tusehemu tunatotupwa, miguu, vichwa, shingo, halafu huyu mtoto anaona baba anawekewa mkono wa kuku ndani ya sahani. Kwa hiyo inamfanya mle ndani kuongeza chuki, au na yeye anakomaa na akili akijua, mimi nikiwa mtu mzima nitakuwa nakula tu vitu kama hivyo, na vinafanya kabisa watoto wakomae na mazingira mengine. Na sisi tunachokifanya ni kuwapa nafasi. Mtoto anakuja anakula sehemu, mkono, mguu wa kuku, alafu anajisikia kitu ambacho kabisa hajawahi kukiona nyumbani kwao kikifanyiwa. Alafu chai ya asubuhi anapata mayai, anapata sausage, anapata croquette, anakula vitu kama hivyo. Ni vyakula ngeni sana, adimu katika familia, na hivyo vinamfanya mtoto kuwa na interest zaidi. Na kwa sababu hiyo, kama nilivyosema, ni kwamba ni vigumu kupata pesa, ni vigumu sana, lakini tunajitahidi kwa jinsi yetu ili tuwafikishe watoto sehemu hiyo. Okay. Na kitu gani ambacho labda waga unakifurahia sana kwenye project yako, labda kiliwahi kutokea cha kufurahisha mpaka leo waga unakifurahia kwenye project yako? Ya kwanza kabisa, wakati tunawafundisha maneno ya Mungu, vijana wengi wamepokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao kwa umri wa ujana. Alafu pili, tunafurahi kwa sababu tume-identify watoto wengi, tumewafundisha maneno ya Mungu na wana uwezo wa kuweza kusoma Biblia, wanaweza kujua maandiko. Kama let's say tuna mtoto mmoja sasa hivi anajua karibu vesi zote za Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Wewe unamuuliza tu, nipe kitabu cha Mwanzo, anasema vesi. Anakuambia Kutoka, anasema vesi. Unaenda mpaka Ufunuo na anakuambia kila kitabu na vesi ambayo ameikariri. Ni swala kabisa la kujivunia kwetu. Tunaona kwamba tunawasaidia hawa watoto vya kutosha, na pia tuna watoto wengine ambao tunaona wakati wanaanza competition, tunaona wanafanya mambo makubwa sana, wamebadilika. Kuna watoto wamekuja asili yao katika manyumba yao ni wezi, wanaiba, alafu wengine watoto wanakojoa vitandani, lakini wanapokuwa ndani ya kempu wanajitahidi. Unaona mtu anakaa siku 6 anakojoaga kila siku kwao, lakini kwa sababu yuko kambini na anasikia aibu wenzake kuona amekojoa, unaona anajikaza mpaka anaeneza siku 6 hajakojoa. Akifika nyumbani yule mtoto ameacha kabisa. Ila kuna kitu ambacho sijaelewa. Nimeona mabrube mezani, nimeona ma sausage, ma bread. So hii nguvu, yani mnapataje hii nguvu ya kumake vitu? Ni kweli kabisa, hivyo unavyoona ndivyo vyakula watoto wanavyotumia hapa. Na kwa kweli nguvu, kama nilivyosema, ni changamoto kubwa. Vyakula hivi au kuendesha kempu hii kwa mwaka mmoja
tumekuwa na budget hata ya 9 milioni kufika 10 milioni na kwa mwaka. Na hiyo pesa tunaipataje? Mimi ni mchungaji wa kanisa au ninaongoza makanisa. Kwa hiyo kazi ya kwanza niliyokuwa naifanya ilikuwa kuhamasisha Wakristo ndani ya kanisa letu, na baadaye nikipata nafasi, nikialikwa na makanisa mengine, ninawahamasisha kuonyesha umuhimu wa mtoto katika kazi ya Mungu, kama Yesu alivyosema kwamba acheni watoto waje kwangu, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Sasa hao wenye ufalme wa Mungu tunavyo wa treat ni watu ambao wamezarauliwa sana. Watoto ndo Wakristo wanafika kanisani mapema, lakini baada ya kufika wao wanafukuzwa kwenye viti. Watu waliochelewa wanakuja wanawanyang'anya viti, na mtoto anakuwa kama amesononeka ndani. Ni changamoto kubwa sana. Na katika hiyo, ninapofundisha hayo mafundisho ndani ya makanisa, nilianza kuona watu wengi wanaanza jitolea kusaidia mayatima, kusaidia watoto wengine, na mpaka hapo. Kwa hiyo kila mwaka tunapoanza, kwa mfano sasa hivi tutamaliza camp kesho, kwa kuanzia kesho yake tayari tunaanza andika newsletter, au tunapata watu ambao wametuona, wametushiriki, tena wengine wanatoka ndani hao wazazi. Naona mtu anasema mimi mwaka kesho nitawachangia labda 10,000, nitawachangia 50,000, nitachangia 100,000, na hawa ni watu kutoka madhehebu mbalimbali. Kwa hiyo pia wengine wanatoka ndani ya jamii na wanatuchangia hizo pesa. Tunakusanya hizo pesa kwa muda wa mwaka mzima. Hizo ndizo pesa tunazozitumia. Wakati mwingine tunapata shoti, hatuwezi, tunatafuta njia zozote zile ambazo zinaweza kutuwezesha ili kempo iweze kufanyika. Kwa kifupi, ni michango na shirika letu pia ambalo ni Christian Organization for Orphans Malawi. Kwa hiyo kwa kazi kubwa tunayofanyika hapo, kazi yote huaga mnaimanage wenyewe, au maybe kuna different organization ambao labda watu ambao huaga mnatumika nao pamoja, au maybe what? Hii kazi situmiki mwenyewe kama ulivyoona. Mmeona kuna watu wa jikoni, kuna zaidi ya wamama 20 ambao waga kazi yao ni upishi, kusafishia watoto, kuwatandikia sehemu ya kulala, na hiyo ndio kazi, kuwaosha wale wadogo, kuwasafisha maji. Alafu tuna timu pia, nimetrain walimu wengi ambao tuko nao zaidi ya walimu. Tuna walimu kambi nzima, karibu walimu 100 tumewatrain kutoka makanisa mbalimbali na mashirika. Kwa hiyo wale walimu ndio tunachagua hii camp watatumika walimu 20, na hivyo hao wanatumika. Tuna watu kama vile wa usalama, nimesema sungusungu, tunaleta polisi nafanya kazini, tunakuwa na watu wa afya, tuna daktari ambaye anafanya kazi hapo, kama vile unavyosikia kuna muziki inapigwa, tuna DJ ambaye anahusika na hiyo, na hivyo watu wote. Pia tuna wageni ambao wanajitolea. Mfano, kwa mwaka huu tumepokea wageni kutoka Zomba. Zomba ni mbali sana, upande wa Blantyre, wametutembelea na kuja. Kwa hiyo tumekuwa nao. Tuna dada mwingine ambaye ametoka Amerika, na yeye amesema na mimi nataka nione kama inavyoendelea, na yeye anasaidia, anasafisha vyombo, anafanya kazi zote zile kwa sababu ya watoto tu. Okay. Asante sana. I think hapa ndio tumefika mwisho kabisa wa interview. Tunashukuru sana. Thanks for your company. Na mpendwa mtazamaji, I think hapa ndio tumefika mwisho kabisa. So nashukuru kwa kuwa na mimi. Ulikuwa na Patricia Loveness na upande wake ana Mr. William. Kwa hiyo asante kwa kunisikiliza na asante kwa kuwa na mimi. Tutende kuna